Ni vibweka vya mzee Fyekeo na wapangaji wake, manyanyaso kila siku na sheria za ajabu. Cheza, cheza, Fyekeo, Fyekeo. Brother vipi? Salama. Salama kwema lakini. Kabisa. Sawa samani. Mimi nimetafuta chumba maeneo haya kimekosa. Sijui kama wewe unaweza ukanisaidia, labda ukanipeleka sehemu ambako kuna chumba. Vyumba kuhusu vyumba umefika. Umekutana na Drali Gregory. Sema Gregory. Gregory. Sawa. Haya, unatoka wapi? Mimi natokea mtaa wa pili pale. Kuhusu chumba umefika, mimi ndo Drali mwenyewe. Usiwe na wasiwasi. Au sio? Kikubwa hela yako, mambo mengine ni hela ipo. Hela ipo tu. Sawa. Twende nikuonyeshe chumba. Ingia. Habari ya saizi? Karibu. Asante. Wenzako wako wapi? Mimi ndio nimeamka sasa hivi. Sasa naona wenzako wamejisahau siku hizi. Sijajua unazungumzia nini. Ninachokizungumza nadhani unakijua. Wakati mnaingia kwenye hii nyumba mlikuta masharti. Masharti ya hii nyumba naona siku hizi mmeanza kuyageuka. Nani aliyewapa ruhusa ya kuchinja kuku? Yaani apita pale kwenye shimo nyuma na kuta shimo limejaa manyoya ya kuku. Hii nyumba nilisema ni marufuku. Ni mwenyewe kuku siri. Nyie mnakulaje? Waambie no kuchinja kuku. Nikikuta kuku wamechinjwa tena manyoya yamewekwa kwenye lile shimo kule, mtahama. Habari? Safi mzee wangu. Kwema. Wema. Nishe? Safi kabisa. Sawa. Sasa ni waletea mpangaji mpya. Sawa? Sawa. Sasa nina kanuni moja. Nataka muishi kama ndugu. Dalali. Naam. Dalali mtuletea mpangaji mgeni. Kama kawaida. Si unajua hizi ni kazi zangu. Kwa hiyo mambo ni kila siku ni namba mpya. Mwambie akaribia kwenye mahangaiko, tuko wote hapa. Ndio hivyo, mwanaume ni kupambana. Haya, pambana vyema. Mimi bwana nimewaita hapa kuhusu mwenye nyumba. Mwenye nyumba nimesikia kwamba huko kwenye shimo kuna manyoya ya kuku. Sasa bwana amesema hakuna kuchinja kuku hapa. Wewe. Ameongea sana hapa asubuhi. Hata nimemaliza kupiga mswaki hapa. Hata nilikuwa sijakaa sawa. Hata nimemaliza kupiga mswaki hapa. Kaongea kwamba hakuna kuchinja kuku. Hakuna kufanyaje, yani kula vizuri hamna.
Kwa hiyo ndio hivyo. Kama kuna mtu ambaye amechinja kuku angalau awe anachinjia huko anakuja kupika kwake chumbani huko bila kujua. Umeelewa? Mimi sijaelewa bado. Haiwezekani mimi mtu aje kunipangia chakula wakati nalipa kodi hapa. Aisee mwanangu, hii nayo nini? Mwenye nyumba atatupangia tutakachokula? Maana yake nini sasa hivi? Oya sikilizeni. Habari ndio hiyo. Haijapendeza lakini. Hivi kuona kutuita hapa kote ulitaka uzungumze maneno kama haya? Hivi kwanza wewe mwenye nyumba ni nani? Hivi kodi hatulipi? Mwenye nyumba. Sasa sikiliza. Sisi tunakula tunachokitaka. Hatuli anachokitaka mwenye nyumba, sawa? Oya, mmesikia? Yaani hapa ni kwamba tupangiwi tutakachokula, si ndio? Mimi mwambie sasa wewe mwenye nyumba. Kama ni kuku na chinja, kama ni mbuzi na kula, kama ni samaki na kula. Ole wako aniletee mzengo. Nitamtandika na familia yake. Ila mradi na nyama tunakula. Wewe mwambie tu atakubali. Tunamaliza bwana. Ila mradi hapa hamna kikao bwana. Mimi sijaendana nayo. Yaani mtu unapangiwa chakula, hamna bwana. Sasa hiyo nini hiyo? Mwenye nyumba. Na saizi. Salamu. Kwema? Kwema vipi? Salamu. Kuna taarifa nilizipata. Hivi ni kweli? Taarifa gani? Pale nyumbani si wote wapangaji tuliitiwa kikao pale. Tukapata taarifa zako za kwamba tutakiwa kula mboga, tutakiwa kula vizuri. Sijui ni kweli au la. Kama ulivyoambiwa. Ni kweli. Yaani mimi sijajenga nyumba kwa ajili yenu kwamba mnihangaishe. Juzi napita nyumba pale nakuta shimo limejaa manyoya ya kuku. Hivi ni nani aliyewaambia nyinyi mnatakiwa mle kuku kila mara pale ndani? Sasa kwa taarifa yako, kawaambie na wapangaji wenzako wale kwamba baba mwenye nyumba hataki kuona mnakula kuku ndani kwenye nyumba yake. Po, zingatia vigezo na masharti vya nyumba yangu. Mtahama. Sijui hivi tutafanyaje? Yaani sielewi kabisa. Nazungumzia kuhusu nini? Yule baba mwenye nyumba. Sawa na lakini mwenyewe ndio hivyo simuelewi. Kumbe na wewe unavyofikiria na mimi ndio nafikiria. Yaani yule baba mwenye nyumba simuelewi. Sasa kuna mtu mzungu yaani simuelewi kabisa. Nimelipa kodi ya mwaka mzima. Unasikia? Chuma chao kinavunja. Sawa sasa kwa ananiandama asubuhi jioni. Hata yule mzee yule na mimi simuelewagi yule. Yaani yule simuelewi, yaani anazingua sana. Kodi na kuja Afrika. Yaani ameshakukumbusha mara 10 tafikiri umesahau kodi labda. Sasa kufanya rafiki yangu. Labda je kwanza tumrekebishe, labda tumike kikao tuongee naye kwa kina. Inawezekana labda akawa sawa. Kwa hiyo ile na akili yake atakubali kweli? Nakubali. Sasa ukubali hivyo. Sijui anatumia madawa gani, simuelewi kabisa. Wewe utafanya kwanza vumilia. Mimi na uhakika kwamba yatakuwa vizuri. Jirani. Za saizi jirani. Salama. Kwema. Kwema kabisa. Jirani. Hivi sasa hivi mwenye nyumba yetu unamuonaje? Namzungumzia baba mwenye nyumba? Mwenye nyumba yetu yani sasa amekuwa msumbufu hatari. Yule mzee tumfanyaje mpaka anazingua balaa? Yaani chani kera kabisa. Kama jana amenikuta pale niko naosha vyombo, akaanza usumbufu. Mara eti tunachafua mazingira yake, mara sijamna kumwaga takataka ovyo, sijui chooni kule ni kuchafu. Yaani usumbufu mwingi afa yani vya kera tu kila. Yaani isingekuwa jela. Yule mzee angekuwa shafika kitambo sana. Sio mfanyaje kabisa. Haya shani boa kabisa. Tuko huko mlala anakuja anagonga mlangoni, unaangalia umfanyaje?
Unakausha tu, unaona unyamazie basi. Sasa sisi tumkomeshe, tuje tumkomeshe siku moja. Sasa bana, ndugu zangu, nilikuwa pale mtaani kati hapo, nikamkutana baba mwenye nyumba, Au sio? amenipokea. Kasema masharti ni yale yale Anavyoongea sasa. Akasemaje? Nyama imekataliwa kuliwa hapa nyumbani. Sasa ndivyo kwambia juzi wewe ulisemaje? Sema mwanangu. Sio kwambia siku ile. Unaona. Sikiliza. Unajua nini? Tatizo mnamlea. Ndio. Msingekuwa mnamlea, asingekuwa anatupigia kelele. Kila wakati mimi makelele ndani, yaani mimi nashindwa kuelewa. Hata ndani jana nikawa nimelala. Akaja pakaongea. Paka mwanamke ndani akasema oa. Samahani kwanza. Anapoomba hizo taarifa anawaelezea kwamba ni chakula gani tunatakiwa tutumie kwenye nyumba yake. Hajasema. Hapo hajasema. Basi ikitokea mtu akakutana naye, niweze kusikia baba wake. Unajua yeye anapelea nini? Hawa yeye anataka miongo ambaye jawa najua ukute yeye anataka atulishe. Labda hilo. Hawezi. Kwa hilo tu Anaona wivu sisi tukihangaika kutafuta chakula wakati yeye yupo, si baba mwenye nyumba lazima atulishe tu. Hivi ndio nashindwa, hamna kazi za kufanya, si ndio? tunazo. Sasa kwa nini mnakaa mnamzungumzia mwenye nyumba? Karibu. Kaja. Ndio yeye. Mimi ngoja nikae hapo nikae. Hivi ndio. Habari hapo. Karibu. Umeshindaje? Kumekucha. Habari za leo mwenye. Umekucha. Lazima pakuche. Salama. Lazima pakuche. Nadhani uliwafikishia ujumbe wangu uliowaambia. Mwenye nyumba hii. Sikiliza. Sijui kaona tunakulea, afu kachukulia mafala, si ndio? Sasa sikiliza kitu kimoja. Sisi hapa watu tunalipa kodi. Sijui unanielewa? Kama vipi, kama unataka tule tunachotaka, tubishie kodi tuondoke. Sikiliza. Mwenye nyumba. Hapo. Unapokutana na watu njiani, unawapa habari zako za kwamba sijui wale nini, sijui nini. Siku ukija kukutana na mimi, ukaniambia maneno kama hayo, sikiliza, mwenye nyumba hii. Mwenye nyumba hii. Mimi namba nyingine bwana. I say, kwa hiyo kwenye hii nyumba kama hautaki kukizi vigezo na masharti, ndivyo viweka. Hama. Na kodi Kodi. Kodi imeisha. Kama unavyoona mwenye nyumba, vigezo hatuwezi. Cha kufanya kila mtu mtie chake hapa. Uliona unajua kabisa. Subiri. Ulifundishwa jinsi ya kuishi na wazee. Tulifundisha kwa chakula. Sasa nasemaje? Kwenye nyumba yangu hakuna kuchinja kuku wala hakuna kula samaki. Mimi mwenyewe samaki si na msinifoke kwenye nyumba yangu, nasemaje? Kwenye hii nyumba hakuna kuchinja kuku. Sikiliza. Kama ni kuku mimi nitakula. Kama nyama nitakula. Kama ni mbuzi tena manyoya yanaleta mlangoni kwako. Sasa nataka niwaambie. Kama unataka kuchinja kuku kajenge nyumba yangu. Sikiliza. Wewe unataka tutumie chakula. Basi naomba mnisikilize. Kwenye hii nyumba leo kuchinja kuku. Kama unataka kuchinja kuku lazima mnishirikishe. Mimi hamna roho nzuri nyinyi watoto, mngekuwa mnanishirikisha. Au baba mwenye nyumba, leo tumechinja kuku, leta kabaku leo tukuwekea mnofu mmoja. Mnakula mirofu yote kabisa mnachama leo kama ndio kwenye show. Nimeshamsema. Yaani wewe tuchinje kuku. Maana yake tukiwa tuchinje lakini tote tunamkumbuka. Huruma gani kwenye nyumba yangu? Kama mtakiza vigezo na masharti mtahama kwenye nyumba yangu. Ukirudisha kodi tunahama. Mtahama. Kama mmeshindwa kukiza vigezo na masharti ndivyo vile kwenye nyumba yangu. Hama. Hatuhami. Mtahama. Hatuhami.